Hello there, it is Agi again. Nilikupromise nitakuwa nakuletea story yangu every now and then. Na leo nimesikiza watu kadhaa na wameniambia it is better I start my story from where I got to know myself. Yani kutoka ule wakati nilijijua, ama kule kutoka nilipozaliwa. Now, mimi nilizaliwa mahali kunaitwa Murang'a Hospital. Hapo ndio mahali nilizaliwa. Na nikawa mzaliwa wa kwanza katika familia ya watoto 11. Na kati ya hao watoto 11, me being the first born of the family, mama yangu alinizaa akiwa mdogo sana. Akiwa at the age of 16 years. Yes. Alikuwa form 2. Na akarudi shuleni na akaendelea na masomo yake. So akaniacha na my grandma. Nililelewa na grandmother, yani mama ya mama yangu. Yeye ndiye alinilea. Plus with the help of my auntie ambaye ni mkubwa wake mama yangu. Wakati cousin naye alikuwa na mtoto, we were almost age mates. I think tumeachana tu na some months. So my grandma and my aunt wao ndio walinilea. Na nianze story yangu kuanzia mahali, kuanzia vile nilivyozaliwa. It's like the devil has been chasing me. It's like I was not supposed to be born. And the reason why I say so, nitakuja kukuambia as we continue with the story. But ule wakati ile siku tu nilipozaliwa, siku ya kwanza, mama yangu aliishi kunisimulia ya kwamba, even my grandma told me so, ya kwamba yule nurse, nilipozaliwa kuna vile nurse huanga anachukua mtoto alafu anaenda nayo na huko wanamuexamine waone kama mtoto ako sawa, kama kuna shida ya mwili. Na walipomaliza kuniexamine, nurse akarudisha mtoto. Alipofika kwa mlango, aliita mama yangu, akamuita jina lake na akamwambia chukua mtoto wako. Akiwa amesimama kwa mlango, alirusha mtoto kutoka kwa mlango mahali alikuwa amesimama, akarusha mtoto, na mama yangu kitanda chake kilikuwa kwa kona. So naye mama yangu akaruka, just like venye mtu huruka akichukua mpira. Karuka akachukua mtoto, akamchukulia kwa hewa. So alikuwa ananiambia agemiss tu kidogo hivi, mtoto ageenda kama amegonga ukuta na kichwa, and that's how I could have died. Now, that is the story of my life, day 1 vile nimezaliwa. And so nikazaliwa na nikapelekwa nyumbani, tukaenda na mama yangu nyumbani. The reason why nitakwambia ya kwamba the reason why I was not supposed to live, it is this. I know it's a sensitive matter, na hii kitu imefanya nichukiwe sana na wazazi, na my mother more than she has ever hated me. Mama yangu amefanya kunichukia sana zaidi ya vile alikuwa ananichukia hapo beleni, kwa sababu hakuwahi fikiria ya kwamba kuna siku nitakuja nijue ukweli, nijue what happened and the reason why she hates me like this and the reason why she has rejected me. Hakuwahi jua nitakuja kujua. But fortunately, kabla my grandmother aage, alikuwa amenipatia story. Though kuna some parts alinifichanga, zingine nimekuja kuambiwa na some very very close members of the family wenye wanajua hizo story. And I'm grateful to God because at least nimejua ukweli. Unajua Biblia inasema ukijua ukweli, ukweli unakuweka huru. Kuna mambo nimeishi kuteseka sana juu yake, kwa maana sikuwa najua ukweli wa mambo. But now at least I have a clue of what happened and what transpired in my life, and the reason why death has been following me, because kwa muda mrefu sana nimekuwa nikifuatwa na kifo. Yani in everything I do, unanapatananga tu, yani kifo, nataka tu kuuliwa tu for no reason.
So so many incidences zilikuwa ni za kunimaliza, zilikuwa ni za kuniua, lakini Mungu ni mwaminifu, sikufa. Now it happened like this. Nataka kupatia a short story. It's a sensitive one, but I will have to, because it is time nipeane story yangu, because najua kuna watu wengi wanapitia mambo mengi sana magumu na mazito na they are not able to tell. Nakumbuka hii story yangu wakati nilianza kuipeana kwa media fulani iko huko USA, na lakini mwenyewe ni Mkenya. Alinihoji kwa simu. Sasa nikawa niko live kwa radio huko US. Na wakati nilipeana mara yangu ya kwanza, watu wengi sana waliniinukia sana. Watu wengi sana wakaja wakaongea mambo mengi sana ya kwamba it's like, kwa sababu story yangu inasikikanga ni kama ni story, yani it's a made up story, but this is a testimony, sababu ni vitu zimenihapenia. This is the story of my life, how I was born na mpaka mahali nimefika hapa. So wakati nipeana hii story ilizua hisia nyingi sana, and watu wengine hata wakakomenta hapo vibaya sana, wakasema ni doto ama ni nini, ni kama sielewi chenye nasema, wengine wasema niko mgonjwa. You see, but this is the true story of my life. So it happened like this. My grandmother alikuwa ameoleka mahali kwingine kabla olewe na my grandfather. So my grandfather naye akawa mabibi zake hawakuwa na watoto. So akaendea my grandmother kwao, kwa bwana mwenye alikuwa amemuoa, akamuendea akatoa mali yote, akalipa dawari yote, na akakuja na my grandmother akiwa mdogo sana, lakini alikuwa na watoto wawili. Na my grandmother na yeye alikuwa amezaa akiwa msichana mdogo sana. So ikawa ni kama ni pattern inaenda hivyo, kwa sababu my mother alinzaa akiwa 16 years, my grandmother naye nilikuwa nasikia alikuwa amezaa akiwa hiyo age ya 16, nami nikazaa nikiwa age ya nikiwa sijafikisha 19 years. I was between 18 and 19 years. So na ilifika wakati mpaka niliporealize ni pattern, ilibidi ni break hiyo pattern ndio mtoto wangu aweze kusoma na aweze kuoleka ule wakati anataka kuoleka. So now wakati grandfather grandpa alimuendea shosho yangu na akamuoa na akamuleta kwake, ilikuwa ni ule wakati wa Maumau. Wakati ule wa Maumau, grandfather hakukaa sana kabla hajachukuliwa akapelekwa place ilikuwa inaitwa Manyani. Nilikuwa nasikia iko huko Mombasa. Akapelekwa kule na akakaa huko, akafungiwa kwa sababu ni mmoja wa wale waliokuwa wanapigania freedom. So alipofungwa kule na ameacha bibi Muyang, na kulikuwa na bibi wake wa pili, nilikuwa nasikia alikuwa na mwingine wa kwanza lakini alikuwa shahaga. So mwenye grandmother alipata, so nyanya yangu mwenye amezaa mama yangu, mwenye alipata pale alikuwa ni mzee na hana watoto. Na pia huyu mtu mwanamume amemuoa my grandfather alikuwa tu bado naye ni mzee. So alipofika kule Manyani, alifungiwa huko sijui, I don't remember, lakini nasikia ni more than 10 years. Walikaa miaka mingi kule. Na wakati alipokaa pale, huyu bibi mkubwa alikuwa anaenda kule kuangalia grandfather. Na akienda pale anamwambia, wacha nimuite Mary, nimpatie jina nimuite Mary. Sasa huyu grandma mkubwa alikuwa nimembadika jina nikamuita Mary juu si jina yake. Alikuwa anamwambia Mary, do this, ukirudi nyumbani abia my wife ama sasa my grandmother, mwambie nikikurudi nyumbani nataka kupata watoto. Are you getting me? Ana insist kila wakati akienda, nataka kukuja nyumbani nipata watoto. Sababu huku nitakawia sana, naweza kuja nikiwa mzee sana na sitaweza kupata watoto na yeye. Na nilimuadi anipatie watoto. Watu wenye wanaelewa traditions wanaelewa chenye ninasema. So wakati huyu bibi mkubwa akija anaambia shosho yangu hivi, then it happened a certain mzee wa area tu wa opposite
tuseme kwa nyanya yangu ni huku opposite kwa barabara kuna mzee wa huko. Sasa huyo mzee naye alikuwa rafiki wa grandfather, na alikuwa anaenda kutembelea my grandfather. So akienda kumtembelea akamwambia, enda kwangu nyumbani na udunge mshare. Watu wenye wanaelewa traditions, in Kikuyu traditions kulikuwa na ile mwanaume wa boma anaruhusu mwanaume mwingine kuja adugiria mshare nje arale na bibi yake, akitaka mtoto mwingine, mtoto wa kutoka nje. And I understand they did that, they used to do this because kama kwako bibi wako anazanga watoto wakikufa, maybe kuna curse kwa hiyo familia, ama maybe kuna kukija ugonjwa wenye utafagia damu yako, at least ule mtoto wa damu ya nje hata kufa. Lakini my grandmother had another reason, my grandfather had another reason, na the reason is yeye ako kule, bibi mwenye ameacha nyumbani ni mdogo na yeye ni mzee, na akitoka kule hakuwa na uhakika hata kama atatoka akiwa hai, na hakuwa na uhakika kama atakuja akiwa na uwezo ama atakuja akiwa mgonjwa ama atakuwa na uwezo wa kuzalisha bibi yake. I said it's a sensitive matter, but this is the story of my life. Na nisipoelezea watu hivyo, watu watabaki na maswali mengi. So I just want to kuelezea watu ndio waelewe why I said I was not supposed to live. I was supposed to be killed. Now, yule mzee alikuja akafanya the same, na kwa sababu grandma alikuwa sharuhusiwa na grandfather, so wakazaa watoto na yule mzee, rafiki wa babu yangu, na alikuwa ni neighbor. Kwa grandma ni side hii ni side ya chini ya barabara, na kwa huyo naye ni side ile nyingine ya barabara. Na walipozaa wakazaa, one of them alikuwa my mother, my uncle mwenye ako mbele yangu, na my uncle mwenye ako mbele ya mama yangu, na nilisikia kulikuwa na mwingine pia alikuwa nyuma ya mama yangu lakini hakusurvive, alikufa. So how wawili, my mom and my uncle, waka survive. And now nikuje vile nilizaliwa. So wamezaliwa na watoto wakalelewa na wakakuwa wakubwa. Now juu hawa ni neighbors, mzee mwenye alizalisha shosho yangu na familia yake na familia ya shosho yangu ni neighbors. So watoto wa shosho na watoto wa yule mzee walikuwa wanaenda shule pamoja, wanacheza pamoja, wanafanya kila kitu pamoja, na walikuwa ni marafiki sana. Like as you know, neighbors mkiwa ushago, hata huku town kwenye tuko, neighbors, watoto wa neighbors wanachezanga pamoja, wanafanya kila kitu pamoja. So it happened wakati ule tu wao wanacheza tu pamoja, wakati ule tu watoto wanacheza pamoja na wanaenda shule pamoja, watoto wa yule mzee na watoto wa huyu mzee, unajua wanaenda shule pamoja, wanafanya kama ni homework wanafanya pamoja. So mtoto wa yule mzee na mama yangu wakawa ni marafiki, na hapo ndipo nilizaliwa. Nikazaliwa na mtoto wa yule mzee na mama yangu, na chenye hawakuwa wanajua ni ya kwamba they are half siblings. As in, mama yangu na huyo kijana, sasa huyo aliye ni baba yangu sasa, walikuwa ni half siblings. Lakini hawakuwa wanajuana. Kwa sababu sasa wale wanakuwa nafikiria tu ni neighbors. Hawakuwa wanajuana. Hiyo ilikuwa ni siri ya wazazi. Na vile ilifanyika vile, ikawa ni baya sana. According to venye mimi nilielezewa na shosho yangu, ikawa mambo yamekuwa ni mabaya sana. Na kulingana na traditions, kwa sababu nimezaliwa na siblings, ni venye they share the same father but they share different mothers. Baba yangu na mama yangu, they share different mothers but they have the same father. They share the same father but different mothers. Now, according to traditions, ilikuwa mtoto kama huyu akizaliwa auliwe. Hakufaa kuishi, alifaa auliwe, kwa sababu ni kama watoto
ni brother na sister ni siblings wamezaana. But yule shosho upande ule wa baba yangu na shosho upande huu walikata, na yani na my grandmother na my grandfather wakakata, wakasema sitauliwa kwa sababu wao wameshaingia kanisani, walikuwa shaingia mambo ya kanisani, walikuwa Catholics. I don't know about ile side ya kina baba yangu, lakini huyu shosho mwenye amezaa mama yangu na bwana yake walikuwa Catholics. Na walikuwa kati ya wale watu, bwana yake alikuwa Shuguka alikuwa kati ya wale watu ambao wali welcome missionaries. So wakasema wao wameingia kanisani na huyu mtoto hatauliwa. So hakunielezea sana, lakini nilisikianga kitu like kuna sijui buzi ilichichwa ndio kuondoa hiyo bad omen or something, kitu kama hiyo. Na sasa mimi nikaendelea kukua na nikaendelea, yani nikaachwa ni kue. But kama sijaendelea sana, sikumbuki shosho yangu aliniambia nilikuwa how old, but nilikuwa an infant, bado mtoto mdogo sana. Isipokuwa ni venye mtu hawezi ona vizuri hapa. Niko na alama hapa kwa mkono. Sijui kama inaonekana. Kuna karama fulani kana kuanga hapa karaini fulani hapa kana kuanga hapa kwa mkono yangu hapa hivi. Kama sijakaa sana. Mama yangu juu akona ile anataka kusoma, ni mdogo, na ile kitu iliwaingia ndani wakiwa na baba yangu Yakoba, sifai kuishi. Na huyu mtoto akiishi hataishi kuwa mtoto harari, ama hataishi kuwa mtoto mzuri, atakuwa like a bad omen in the family, na nikawa natreatiwa like a black sheep of the family, ama ni kama nitaleta mambo mabaya katika familia. So nilifaa niuliwe. Ile kitu li stick in the minds of my mother and my father. So wakawa anataka tu kuniua. So mama yangu alichukua kisu akanikata hapa kwa wrist. Alinikatia hapa kwa wrist hapa hivi. Akanikata all round. Nikiwa 1 month old. Na akaniacha kwa kitanda nikufe. Ni bleed nikufe. Aya, huyu shosho mwenye alikuwa ni mkubwa wa shosho yangu, yeye ndiye alisikia mtoto amelia sana, alafu akanyamaza. Akaenda kuangalia mtoto, akapata mtoto amebreed. So mtoto amebreed mpaka sasa hajisikii tena, nikufa anakufa. Na hivyo ndivyo niliseviwa na nikakibizwa, nikapelekwa hospitali na nikatibiwa. Nikiendelea tu nikiwa katoto kadogo, hii alama ilikuwa visible sana. Ni saizi inaenda ikikua pia, lakini mtu akiwa karibu utaiona inakuanga tu round. Kulingana na venye mkono tu inaendanga ikikua inaendaga ikini, lakini ikiwa kadogo ilikuanga hapa hivi. Na nilishingi kuuliza mama yangu, ni nini hii alama inakuanga ni nini? So ilikuwa visible sana. Niko mweupe lakini hiyo inaonekana ikiwa reddish ama brownish hivi. So nikawa namuuliza ni ya nini. Yeye hakuwa anataka kunijibu, hakuwa ananijibu, ananiambia, nikimsumbua sana ananiambia, ukiwa katoto kadogo nilikuwa nimekuvalisha kaguo kako na brada hivi, na hiyo brada ndio ilikukata sana ikaacha hiyo alama. That is how she used to tell me. But sikuwa najua ni nini, nikuja kuambiwa baadaye what happened. Are you getting me? Sasa kufikia hapo sasa, hiyo nayo nikawa nimesefiwa kuuliwa mara ngapi? Ya pili. Ya kwanza nilikuwa niuliwe kwa hospitali na daktari. Ya pili ndio hii mama yangu attempt kuniua. So nimeishi kuwa nafuatwa na kifo na sijui ni nini. Nimeishi kufuatwa na kifo. Nime escape death narrowly for so many times. Na nikawa nimeishi kujiuliza ni nini hasa hiki kinanifuatanga. Why do death always why do I always escape death? Not by accident. Hata kutaka kuuliwa na watu. Hata watu washaisema nimekufa na sijakufa, niko uhai. So that is how it happened. Na kwa leo tutafikisha hapo.
Kesho nitakupatia ama kwa hiyo episode ingine, because this is ya kwanza ilikuwa ni introduction, this is the part 1, this is first episode. Episode ya pili nitakwambia what happened after. This is the story of my life. It is my testimonial, ni kitu imenihapenia, si story nimeandika. Wenye wananiangalia kwa Facebook, wenye wanasoma kwa Facebook, this is not creativity. Hii si mahali nimekaa nikatunga kitu. This is the story of my life. Keep posted for part 2.